Umesikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa, tiini amri hiyo, nchini baharini, enezeni mbiu hii. Kama unaandika, nione wale ambao wamejiandaa kuandika ili niweze kutawala spidi yangu ya kusoma, ambao wanasema sisi tunaandika ili nitawale spidi yangu. Asante, naona ni wengi. Haya, ukiona kuna mali nimekuacha, kuna point ulitamani kuiandika, usione aibu kuniambia rudia hapo, mimi nitarudi tu. Nitarudi tu, nyosha tu mkono hapo, pastor umeniacha, mimi nitarudi tu. Maana lengo langu hasa ni ili uweze kuelewa. Sasa hii kigeuka upande mwingine itakuwa sawa. Asante sana kwa kujali. Tumesomewa fungu letu kuu, fungu kiongozi katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 33 fungu la 29. Anasema, uheri Israeli, ni nani aliye kama wewe, taifa lililookolewa na Bwana, ndiye ngao ya msaada wako na upanga wako, ana upanga wa utukufu wako, na adui zako watajitiisha chini yako, nawe utapakanyaga mahali pao pa juu. Hili ndio tunalibeba kila wakati. Ili andiko natamani likae kwenye akili ya kila mtu, ya kwamba kitendo cha kumkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe ni Mwisraeli wa kiroho. Haleluya! Na kama ni hivyo tayari, ili andiko ni la kwako. Sasa anasema wewe ni heri, maana Bwana ndiye ngao yako. Ili andiko kilitazama linalingana sana na andiko la Luka, ambapo Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, nimewapa mamlaka, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakacho wadhuru au kuwashinda. Ujasiri wetu wote unatokana na Yesu Kristo. Haleluya! Leo tunaangalia mamlaka yako katika Kristo na jinsi ya kuyatumia. Kama unaandika, basi unaweza ukaandika hilo, mamlaka yako katika Kristo na jinsi ya kuyatumia. Mamlaka yako katika Kristo na jinsi ya kuyatumia. Hayo mamlaka utayatumiaje? Mamlaka hayo, ndugu zangu mnaonisikiliza, mlioko hapa na wengine ambao wako mbali, kitendo cha kuwa ndani ya Kristo Yesu, kitendo cha kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha, kinatupatia sisi nguvu na mamlaka ambayo baadhi ya waumini wataingia kaburini na hawajatumia. Inasikitisha sana. Baadhi, sijasema wote, baadhi. Hata malaika tu tuliopewa ni wengi sana kutulinda, lakini nasikitisha kwamba kuna baadhi ya watu mpaka ataingia kaburini, kuna malaika hawakufanya kazi katika maisha yake sawa sawa, walitenda kazi kidogo sana. Na hii ndio sababu hata siku ile tutafutwa machozi, sababu mojawapo ya kulia ni kwamba utaonyeshwa fursa ambazo Mungu alikuwa amekuwekea hapa duniani, lakini uliishi maisha ya mateso sana. Kwa hiyo natamani leo tuweze kuelewa mamlaka ambayo tumepewa katika Kristo Yesu. Jambo la kuzingatia la kwanza kabisa, ambalo kama unaandika unaweza ukaliandika hili: mamlaka ya kiroho. Mamlaka ya kiroho huanzia na kumalizikia kwa Kristo pekee. Hili likae kwenye ubongo, hili ndo likae, yani lipigie mstari kwenye akili yako. Maana siku utakapoenda ukidhani ya kwamba hii mamlaka inatokana na wewe, utakuwa umechemsha. Ni Kristo Yesu peke yake. Na hii imesababisha tunaita wito, hata kwa watu ambao tayari ulishabatizwa, uko kanisani, unatoa zaka, una ushirika, lakini unaweza ukajichunguza ukagundua kwamba ulikuwa hujapokea wokovu bado.
ulikuwa hujampokea Kristo, ulikuwa unaishi kidini zaidi, hujakabidhi maisha yako kwa Yesu. Wakati mwingine tunaita wito hata kwa watu waliobatizwa zamani ya kwamba umeelewa vizuri wokovu katika Kristo Yesu. Nilibahatika kuona barua moja ya Ellen White, alikuwa anamwandikia mtoto wake, kwa sababu hili fundisho kwenye kanisa letu lilianza mwaka 1888, ndipo lilianza rasmi kwenye hili kanisa. Na wakati linaanza hili fundisho, palitokea mtafaruku mkubwa sana kati ya viongozi na wafundishaji. Wale ambao kwa idara ya vijana wamesoma story ya mtu mmoja anaitwa Wagona. Wakati wake huo ndio walianza yeye na mwenzake, wakaanza kuelezea hii nguvu ya Kristo Yesu, wakaanza kufundisha, wakaambia mbona mnatoka nje ya mstari. Pakawa na upinzani mkubwa, hawakukubalika. Viongozi wakasema hii ni injili ngeni ambayo inaletwa, hao vijana wastopishwe, wasiendelee kuhubiri. Usiku Ellen White anapata maono, anaonyeshwa kitabu kikubwa kinashuka kutoka mbinguni, kinaelekea kwenye makao makuu ya kanisa la Wasabato. Anasema wakati nimekiona kikishushwa, nikafurahia na kushangilia, nikimwambia Mungu umetuletea kitu. Anasema lakini ghafla minyororo ikawa imefunga kile kitabu na kurudisha tena juu. Anasema nililia usiku kucha na kumuuliza Mungu ni nini. Anasema ni kwa vile nimeleta ujumbe wangu wa haki kwa njia ya imani, lakini umekataliwa, ninauondoa. Ndio kwa mara ya kwanza na yeye akawaita wale vijana akina Wagona, akaambia hebu nielezeni hiki kitu ambacho Mungu amewapa ni nini. Wakaanza kuelezea damu ya Yesu na nguvu yake, wokovu tunapataje, tunatembeaje tukiwa na uhakika wa wokovu bila kujali changamoto za maisha, ya kwamba tumeokolewa, tuwe na ujasiri wote. Na yeye akaanza kufundisha, anamsimulia mtoto wake, anamwandikia barua yake. Wale mnao Google mnaweza mkakundana na hii barua huko kwenye mitandao mkaiona. Anamwambia kijana wake, nimeona nguvu ya injili kwenye makambi baada ya kuambia watu juu ya wokovu kupitia Yesu Kristo. Anasema naam, nimewaitisha wito wakajitoa. Anasema kilichonishtua ni kwamba idadi kubwa ya waliojitoa ni wachungaji. Mshike mkono jirani yako, mwambie umesikia? Idadi kubwa kabisa. Anasema nimeshtuka kuona kwamba ni wachungaji. Maana yake ni nini? Nikisimama kuhubiri hapa, nitakwambia kile ninachokijua. Kama sijampokea Yesu binafsi, mimi ninayeongea na wewe, siwezi kukufanya wewe umpokee Yesu. Haiwezekani. Ni lazima nikuambie kitu ambacho mimi mwenyewe kimegusa maisha yangu. Nikikwambia wokovu ndani ya Kristo umegusa maisha yangu, nikuambia kwamba Yesu ana mamlaka aliyonipa, nikuambie jinsi ambavyo nimeona matokeo katika maisha yangu, uzoefu wangu binafsi, huyu Yesu ninamjuaje, ndipo na wewe utamtamani huyo Yesu. Haleluya. Kabla sijaingia hapa, mchungaji wa kanisa hili alikuja hapa, anaenda kufanya huduma mahala fulani hapo hospitali asubuhi ya leo, amewahi hapa. Akaniambia, pastor, kuna mtu amenifuata, nilimwelekeza kwako juzi hapa. Alikuwa na mgonjwa yuko Muhimbili. Yule mgonjwa alikuwa anaishiwa na damu, kila wakati wakiweka damu inaisha, damu inaisha, damu inaisha hapo Muhimbili. Na nikana kwamba walikuwa wanasubiri tu. Anasema lakini ulikuwa hujajua hiki nikuambie. Nikamwambia mchungaji nieleze. Anasema mgonjwa amepona na anabatizwa Sabato hii ijayo. Sasa nataka naulika hapa kidogo, akili yako ifunguke. Huyu mtu ambaye mchungaji ameniambia hajakanyaga hapa, yuko lakini amepokea muujiza, ila aliyeko humu ndani anasubiri mpaka ashikwe mkono. Umeona kwamba si ndio tunazuia wenyewe? Ngoja niangalie kama nitapata ushuhuda huyu aliyenitumia wa ambaye pia alikuwa hapo na hata sasa tujaonana uso. Nimeona. Anasema, mtumishi, ni machozi ya furaha. Namshukuru Mungu sana sana. Nimekuja hapo Magomeni Alhamisi asubuhi na jana Ijumaa. Ina maana hii message nimetumiwa lini?
Hii ni ya jana, yesterday, ndio saa 5:41. Anasema huwezi amini, jana nilichelewa, nilikuja ila nilikuta unahubiri mwiba wa Paulo na aina za miiba kwetu. Nikajiuliza, Yesu, na mimi nitafika level ya kuongea na wewe kama rafiki tunapiga story? Ila nilikuwa na maumivu ya mgongo sana, ila jana sikusikia mpaka leo. Jamani, Yesu yupo na anaponya. Kwa yote haya nayo kuambia, natamani ukitoka hapa nenda fanyia mazoezi imani, ukijua huyu Yesu yuko ndani yako. Hebu usimfanye Yesu ni wa mtu fulani, mfanye huyu Yesu ni wa kwako. Ameongea mzee Nyando asubuhi hapa, anasema ni wa kwangu, mimi ni wa kwangu. Sikilizeni, ifikie hatua tunatafuta msaada kwa vitu vinavyohitaji karama za roho tu. Haleluya. Yaani kuna kitu nasema, lakini hiki nitafute mtu ambaye amepewa hii karama. Ni sawa na madaktari, huwezi kumkimbilia specialisti kwa malaria ya chloroquine. Ni matumizi mabaya ya nguvu na elimu. Kabla hujatafuta msaada, tumia mamlaka yako kwanza. Mathayo 28, andika hii, fungu la 18 mpaka la 20. Yesu anasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Hii ya mwisho ndio nataka uibebe kabisa. Nami tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Pale chumbani kwako Yesu yuko na wewe. Ndio maana tunahubiri hapa online, lakini kuna mtu anapokea uponyaji yuko Kongo. Sisi hatupo Kongo, ila Yesu yuko Kongo. Sisi hatuko Ujerumani, lakini Yesu yuko Ujerumani. Yaani sisi ni kama chombo tu kinatumika kupitishia nguvu ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yote. Naongea na wachimba dhahabu, wachimba madini. Huna haja ya kutoa makafara ya kondoo katika machimbo yako. Huna sababu. Nenda pale, tumia mamlaka uliopewa ya jina la Yesu. Ita madini yaliyoko chini yatoke. Acha kuomba kwa kusema, Mungu ninaomba unipe baraka ya kupata madini. Hayo ni maombi dhaifu. Darasa la kwanza. Maombi ya mtu aliyekomaa kiroho, una komandi, unaamrisha. Maana vitu vyote vinasikia jina la Yesu. Haleluya. Unatoa amri. Anaposema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, Paulo anaenda kwa kina, anakuambia yeye ndiye mkuu wa viumbe vinavyoonekana na visivyo. Anasema ikiwa kuna enzi na mamlaka. Kwa hiyo kama eneo la madini unakochimba kuna nguvu za giza zinadai kumiliki eneo hilo, Yesu ni mkuu kuliko hizo nguvu. Kwa nini udanganywe uanze kutoa makafara ya ajabu? Mwisho unaishia na kutoa watoto wako. Anasema nami natazama niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Agizo la Yesu la enendeni halikutolewa bure. Liliambatana na uhamishaji halisi wa mamlaka yake mwenyewe kwa wafuasi wake kama sehemu muhimu ya kazi yao. Narudia hii sentensi, nataka iingie kwenye ubongo wako. Nairudia tena. Agizo la Yesu la enendeni halikutolewa bure. Linaambatana na uhamishaji halisi wa mamlaka yake mwenyewe kwa wafuasi wake kama sehemu muhimu ya kazi yao.
Naomba ni stop hapa kidogo niulize maswali kutokea makundi matatu. Kundi la kwanza, kundi la pili na kundi la tatu. Naanza na kundi la kwanza. Hivi tunaweza kuwa na microphone ambayo inaweza ikaenda mahala fulani hapa. Haya. Narudia hii sentensi. Kila kundi mniambie umeelewaje hii sentensi. Ninairudia tena. Agizo la Yesu la enendeni halikutolewa bure. Liliambatana na uhamishaji halisi wa mamlaka yake mwenyewe kwa wafuasi wake kama sehemu muhimu ya kazi yao. Anyooshe mkono mtu yeyote hapa aseme hii sentensi ameelewaje. Jaribu tu. Nani ajuaye, wenda nikakupa zawadi. Nyosha yule pale. Nimeona watu wawili. Haya, unaweza ukaanza na yeyote kati ya hao. Hiyo sentensi umeielewaje? So mimi nilivyoelewa ni kwamba Yesu alivyotupa utume, alitupatia na nyenzo za kwenda kufanyia huo utume. Rudia tena hiyo. Kwamba Yesu alivyotupatia utume, alitupatia na nyenzo za kwenda kufanyia huo utume. Nyenzo hizo ndio hizo Yesu alizotupatia. Asante sana. Kama yeye alivyo na sisi tutakavyokuwa. Vizuri. Umejibu sahihi. Wa pili, hatuwezi kufanana katika mtazamo. Kwa hiyo usije ukategemea wa yule bwana peke yake. Elezea wa kwako wewe umeelewaje. Yesu alipotoa agizo hilo, alitoa total authority yote. Kwamba ukishafika pale usiwe na wasiwasi, fanya kila kitu yalishamaliza. Asante sana. Alitoa authority yote, mamlaka yote. Tuje kwenye kundi hili hapa katikati. Hiyo sentensi umeelewaje? Nairudia tena ili muitafakari vizuri. Agizo la Yesu la enendeni halikutolewa bure. Liliambatana na uhamishaji halisi wa mamlaka yake mwenyewe kwa wafuasi wake kama sehemu muhimu ya kazi yao. Hapa katikati umeelewaje hiyo sentensi? Nimeona mkono hapo, yuko hapo. Sawa. Hapo nimeelewa kwamba Yesu aliwapa uwezo wa kufanya na kutenda kama alivyofanya yeye. Hiyo. Aliwapa uwezo wa kufanya na kutenda kama mwingine. Nimeona mtu mmoja pale nyuma pale. Ndio. Hata wa mtandaoni nao mnaruhusiwa kucomment hapo. Umeelewaje sentence? Vile Yesu alivyosema, alikuwa ana maana ya kwamba kama yeye alivyokuwa na uwezo wa kuumba na mamlaka hayo pia ametupatia na sisi pia kutamka neno kwa kuumba. Kutamka neno kwa kuumba, mamlaka. Yeye ndiye ameiona katika area hiyo. Sawa sawa. Mwisho upande huu sasa. Hiyo sentensi ukiiona, ukiisikia, unafikiri inaleta mwangwi gani katika ubongo wako? Nguvu ambayo watumishi wataondoka kwenda nayo, hawaendi wao peke yao. Wanacho ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na Yesu anakuwa kalitamka, nguvu ya Mungu inamuongoa ule ambaye bado hajamtambua Yesu. Ni nguvu ya Yesu ndio inayotumika pale. Kuna saa imekatakata hapo, sijapata mtiriko vizuri. Sijui ni umbali sana au asogee kidogo ili tuweze kupata hiyo sentensi yake vizuri. Nasema katika watumishi wa Mungu wanapoenenda katika kufanya kazi ya Mungu, wanavyotamka, wanatamka kwa kinywa chao, lakini pale Roho Mtakatifu anakuwa ndio anayewaongoza na nguvu ya Yesu inakuwa iko pamoja nao. Yaani Yesu anaonekana mwenyewe pale. Sawa sawa kabisa. Asante sana. Kuna wa mwisho hapo nadhani, kama amesogea karibu tumsikilize huyo wa mwisho huyo. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Yesu anaposema hivyo ametuachilia mamlaka ya kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Ina maana hata kama ni mgonjwa tunatumia ile mamlaka ambayo Yesu ametuachilia ili jambo litokee. Amina. Mamlaka ambayo Yesu ametuachilia ili mambo yafanye nini? Yatokee. Tuyaunganishe mawazo haya yote tuwe na wazo moja. Nauliza wote tu najibu akilini mwako. Ukisikia serikali imewaambia wanajeshi wetu waende kupigana, wakati ule tunapigana na Uganda, Rais Nyerere akatoa matamko kabisa kwamba uwezo, kwa sababu tunazo na nguvu
tunazo. Wale wanajeshi wakaenda, alafu kagundua kwamba walienda hawana silaha hata moja. Mwenye makosa hapo ni nani? Ni rais. Lakini anapowatuma anawapa matenki ya kupigania, silaha za kutosha kabisa, mafunzo na kila kitu. Anaposema kwamba mamlaka tumepewa, ina maana kwamba wewe uliyeko hapo, ukifunguliwa macho yako ya rohoni, ukaona silaha ulizopewa ni nyingi na hujatumia. Zipo tu, yeye unatembea nazo tu, zipo, lakini hujatumia. Na anachokifanya hapa ni kukuamsha usingizini ili uanze kuzitumia. Haleluya. Sikia hii, sikiliza vizuri. Hii haikuwa ishara tu, bali ukweli wa kiroho wa kina. Kupitia kifo na ufufuo wake, Yesu alishinda kwa uhakika nguvu za giza. Haleluya. Naye anawawezesha watu wake kutenda kutoka katika nafasi hiyo ya ushindi, kutoka katika nafasi hiyo. Yani wewe hapo ulipo umewezeshwa. Sasa kwa nini hatufanyii kazi? Sababu moja hapo ni ujinga. Ujinga na upumbavu ni vitu viwili tofauti. Ujinga unaondoka, ila upumbavu hauondoki. Kwa hiyo anza kujua kabisa kwamba mamlaka unayo, na ukianza kuitumia mamlaka usitarajie kuona matokeo kwa haraka. Japo yapo, unaweza usione kwa macho ya damu na nyama. Wewe kazi yako ni kuendelea kutumia mamlaka. Endelea kutumia mamlaka, endelea kunena kwa mamlaka, usiwe na wasiwasi kabisa. Waefeso 2:6 ni kati ya andiko ambalo nalipenda sana, na Mungu atusaidie tuweze kulibeba hili. Waefeso 2:6. Waefeso 2:6. Hivi kwa nini hii isisomwe na mtu mwingine kule? Kuna mtu fulani nafikiria na microphone mahala fulani aweze kulisoma hili. Ili andiko nataka mlisome nyewe wenyewe. Tena tutaanzia fungu la 5. Fungu la 5 tutaenda fungu la 6. Maana kuna pointi muhimu nataka muweze kuibeba hapo. Mkundi umepata? Haya, isome hiyo. Waefeso sura ya 2 tuanzie fungu la 5 na la 6. Biblia inasema, ndio, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, ndio, alituisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Ndio. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Naomba unitazame hapa. Kuna ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Tuko sawa sawa? Katika ulimwengu wa mwili umeketi Magomeni SDA Church. Katika ulimwengu wa roho umeketi na Kristo Yesu. Kwa hiyo hapa ulipokaa namna hii tunakuona tumekaa hapa, umekaa katika mwili. Lakini mamlaka yako katika roho ni mamlaka yale yale ambayo yapo katika Kristo Yesu. Hii ndio nimewapigia kelele waumini wote nikawaambia, msitishiwe na wachawi. Hakuna mchawi anayeweza kukuua, maana wewe haukai hapa. Haleluya. Wao ni wa hapa ila wewe sio wa hapa. Ila wanaweza kukutishia, kutishia kupo. Hata kwenye vita za kawaida kati ya Urusi na Ukraine wanatishiana. Huwa kuna vita za maneno, propaganda ni kawaida kwenye vita. Hakuna kipya. Unaweza ukasikia kujamaa wanatishia kabisa na kuambia tutaingia mpaka sehemu fulani ndani ya dakika 20. Ni propaganda, zipo. Hasa wewe unaongozwa na propaganda mpaka umekuwa muoga. Shetani huwa na tabia kutishia, anakuambia nitakuua. Wakati mwingine wewe ndio umeruhusu hayo mambo mwenyewe kwa kihoro chako. Unaogopa, umetishika, usingizi hulani. Ukilala kidogo ukisikia kapaka kamepiga na unasema wamekuja leo wananitoa. Hautolewi. Kama wanaweza kukutoa wewe, wakamtoe Yesu pale. Haleluya. Kama hawezi kumtoa Yesu, uko salama.
pastor, mbona nasikia kama kuna kakitu kamegusa hapa? Propaganda. Propaganda ni za kawaida, hizo zipo. Nimewaambieni kuna watu walikufa kwa tarehe zao zilifika kabisa, lakini shetani akatangaza ni yeye na watu wakaamini. Ukimpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unamilikiwa na utawala mwingine usioshindwa. Mbona tunashusha hadhi hii nguvu ya Yesu? Hivi una habari kwamba unaweza mpaka kabisa ukawekewa chakula chenye mtego kabisa wa kishetani na sumu, na ukala na isikudhuru? Imeandikwa watakula vitu vya kufisha lakini havitawadhuru. Tukifunguliwa macho tuone mitego ambayo Yesu ametegua ni mingi, mingi mno. Nataka waumini niwarudishe katika imani ya nguvu ya Mungu. Unafanya biashara, mtu anakuja anakutazama na kuna jicho anakupiga, unajua kabisa hili jicho Nikwambie, kama akikutazama na jicho baya akakutamkia maneno mabaya kukuangusha kibiashara, ukaruhusu uoga ukaingia ndani yako na ukarudia yale maneno akilini mwako, umejiloga mwenyewe. Kama hujanielewa sema rudia. Napita nakwambia huuzi, utauza. Ukiuza hapa utajua mimi ni fulani. Kuna kaklipu sijui mmekaona na nyie huko mtandao, ni kamzee mmoja, ni igizo la Kiswahili, wakakakata kale kaklipu peke yake. Yule mzee anamtishia bwana, anamwambia tena umenitibua, utaona leo kwenu hamlali. Unaweza usilale kwa sababu ya woga, yale maneno yanarudiwa akilini mwako, Mtu anakutishia anakuambia kabisa utauza, ndivyo unajua mimi ni fulani, kwenu hiki na hiki na hiki, hayatatokea. Na ukishaanza kuyarudia yale maneno aliyokuambia kwenye ubongo wako, unayaamini. Aliniambia mimi sitauza, ona wateja wamepungua, alisema kwetu hatulali, na unashangaa usingizi unapotea. Kumbe ni stress hormone imepanda automatiki. Alafu ile usingizi ikapotea, unasema kama alivyosema ndivyo ilivyo. Sasa unasema mchungaji, tunayaondoaje haya maneno? Huwa inatakiwa katika ulimwengu wa kiroho, mtu akikutamkia neno baya unatakiwa kulipiga juu kwa juu. Si Israeli ilipigwa makombora kutoka Irani ya kutosha, ilikuwa inapangua. Tumepewa kupangua silaha zote za kiroho. Neno la ushindi moja utakalo litamka ndani ya moyo wako kwa imani linaweza kugeuza makombora 100 ya adui. Neno hili moja tu, wala sio mengi, moja tu. Wakati ule amekusemesha anakuambia hutauza, yani wewe ndani ya moyo wako mcheke. Cha kwanza mcheke kabisa, na unamcheka sio kwa sababu eti unajidai, unamcheka kiukweli kabisa, maana unajua umeketishwa pamoja na Kristo Yesu. Yani kama unamkebehi tu hivi unamweza Yesu wewe. Ngoja niwaseme vizuri kidogo watu wa Magomeni kwa jana mlifanya kazi nzuri ambayo nilipenda sana. Wakati yule mtu mmoja alikuwa anafunguliwa, pepo anamtoka straight, kamati ya maombi, wazee wa kanisa wakaenda wakamchukua moja kwa moja. Kwingine mtu anaweza akaanguka, watu wanafanya nini? Wanaangalia. Moja kwa moja akampeleka huko ndani. Nimefika huko ndani, timu inafanya kazi kwa mamlaka. Niliingia hapo nikasikiliza kidogo, nilipotoka Balinda straight nikasikia jinsi wanavyoomba, nikasema hawa wanavyoomba hawa wameanza kujua mamlaka yao. Pangua makombora yote. Usisikilize kauli za mapepo. Wanaweza kukuambia maneno ya ajabu, wanaweza kukuambia hapa hatuondoki, hapa tutakaa. Achana na kauli zao, pangua makombora tu. Pangua. Na unapangua sio kwa sababu ni nadharia, ni halisi. Tumeketishwa pamoja na Kristo Yesu.
Sitasahau wakati niko Manzese na ndugu zangu wa Manzese wako hapa, nimewaona kina mzee Mtenga wako pale. Tulikuwa tunafanya huduma pale Manzese, wanakumbuka. Tulikuwa tunafanya na shemasi mmoja, pepo akawa amemtishia. Amwambia, kwanza wewe ndahakikisha na kushughulikia. Haya, mkamsaidie huyo. Sasa sikia. Ni kawaida wakati wa shuhuda kama hizi nguvu za giza kutetemeka. Kwa hiyo ngoja mkamhudumie hapo ndani, tusonge mbele na mengineyo. Sasa wakati ule tunafanya yale maombi, unajua baadaye shemasi wangu tumeshamaliza, ananiambia, pastor, kuna kakitu nakasikia hapa, naomba uniwekee mikono. Nikamwambia sikuwekei mikono. Sikuwekei mikono kabisa. Hapana, yani hakakuwepo. Nikamwambia shida yale maneno uliyaamini. Ukishayaamini yale maneno unampa adui mamlaka. Nataka niwaambieni wote mlioko hapa, usikubali kuentertain maneno ya shetani hata siku hii. Hata utishiwe kiasi gani. Sasa ana tabia moja ambayo huikariri kabisa. Akikushindwa kukusemesha moja kwa moja, anachukua kigoda na kusemesha kwenye akili yako. Anaanza kuambia tena, sikilizia na mguu kabisa, kuna kakichomi kameanzia hapa. Laiti ungelijua level yako sio ya nchi hii. Haleluya. Tena mpaka Yesu anasema anayewagusa ninyi amegusa mboni ya jicho. Kuna maushuhuda natumiwa na watu hapa na yasoma, mengine hata kuwaambieni naogopa, kwa sababu kuna vitu vingine akili inaweza kusema hicho kitu ni halisi kweli, kinaweza kutokea. Kwa hiyo napotezea, nasoma tunamwambia Yesu, hii nayo ni muujiza wako. Haleluya. Tunaye Yesu anayetenda maajabu. Rudini katika barabara ya kuliamini neno. Rudini katika barabara ya kuamini umetakaswa kwa damu ya Yesu. Rudini katika barabara ya kuamini una mamlaka uliopewa. Sasa sikia hii sentensi ambayo natamani uweze kuibeba. Ipo kwenye kitabu cha The Ministry of Healing, ukurasa wa 453. Ministry of Healing, ukurasa wa 453. Wale ambao hivi vitabu mnavitafuta, unaweza usipate labda physical, lakini download application. Kuna application moja inaitwa E.G. White, ina vitabu vyote. Unaweza ukadownload ukavisoma hata offline vya kutosha kabisa. Sikia sentensi hii. Wote waliotiwa mafuta kwa uzima wa Kristo pia wametiwa mafuta kwa vita dhidi ya uovu. Hakuna kujitoa katika vita hivi. Pambano ni la maisha yote na lazima lidumishwe kwa nguvu isiyopungua. Nguvu isiyofanya nini? Mnamfahamu mchungaji Billy Graham marehemu. Jana alikuwa anafuatilia somo lake moja, alikuwa anasimulia mama yake wakati alikuwa yuko hai, alikuwa amekaa kwenye ule mkutano, ulikuwa umejaa. Billy Graham anasema kuna story moja ambayo mama huenda ameisahau, lakini mimi ninaikumbuka. Anasema nilitoka shule siku moja, Billy Graham anasema alipotoka shule amerudi nyumbani, anasema hiyo siku nilijisikia niko mbali sana na Mungu. Anasema nikajisikia kabisa mbona kama vile mambo hayaendi. Anasema nikamwendea mama, nikamwambia mama, leo nasikia kama Yesu yuko mbali na mimi sana, najisikia kama sina nguvu za kiroho. Anasema mama yake akamwambia, mwanangu, hisia zako hazibadilishi ukweli. Haleluya. Anamwambia hisia zako hazibadilishi ukweli. Billy Graham anasema nikamuuliza mama, ukweli upi? Anasema ukweli ni huu, niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Usiongozwe na hisia. Unajua hata wewe kuna wakati hii hali inakupata. Unaomba, mmoja alinichekesha, anasema pastor, naona kama maombi yanaishia tu hapa kwenye ceiling board. Sasa na mimi nikamuuliza, siku yalipovuka ceiling board ulionaje? Ukweli uko hivi, kuna saa tunaongozwa na hisia. Na shetani anatujua kuna saa tunaongozwa na hisia.
unaanza kujihisi kama Mungu yuko mbali na mimi, hasa ukiwa umeletewa taarifa na Roho Mtakatifu juu ya dhambi yako inayotakiwa toba. Akikumbusha, lengo la Roho Mtakatifu kukukumbusha ni ili uweze kutafuta utakaso, uondokane na mzigo. Wewe unabadilisha lengo, unaanza kuwaza itakuwa Yesu yuko mbali na mimi. Hebu tuongeni ukweli, sisi tuna hisia kama binadamu. Kuna saa ya hasira, kuna saa ya furaha. Mungu angekuwa na hisia kama sisi, tusingekuwa hapa leo. Tunamuudhi. Kuna saa ingekuwa ni binadamu tungesema tunamchanganya, ila hachanganyikiwi. Haleluya. Na nikupe taarifa, hata ule ujinga wako wote ambao kuna saa unajikuta umekosa imani, umekuwa na mashaka. Ni kweli mashaka yanachelewesha mambo, lakini msaada wa kututoa kwenye mashaka tumepewa na Yesu Kristo. Uko pale pale. Nini maana ya mamlaka hii? Mamlaka waliopewa waumini si dhana tupu iliyofungwa katika mjadala wa kithiolojia. Hapana, inabeba maana halisi kwa maisha yetu ya kila siku. Nikitoa mfano wangu wakati mwingine kwamba kuna saa nina misi ndizi za kuchoma na nakuta mfukoni sina hela, alafu namwambia Yesu, maana yangu ni kuambia kwamba unaweza ukamwambia Yesu hata vitu vidogo. Haleluya. Narudia tena, hii ni ngumu, lakini kuna siku mtasikia mtu akitoa ushuhuda. Tena sio mimi nitakao utoa, ni mtu atatoa mwenyewe ili Mungu athibitishe neno lake. Haleluya. Umewahi kufanya mtihani na unajua kabisa umebumba, alafu unamuomba Yesu akusaidie, ukitoka umepata. Na unajua ule mtihani ukija, wewe mwenyewe unasema kwa kweli hapa ni mkono wa Mungu. Nilichemka hapa. Yaani unajijua kabisa. Ukiamini ya kwamba Mungu ana mamlaka ya kubadilisha hata mtihani ambao ulichemka, umeanza kukomaa kiroho. Tunamlimiti Mungu kwamba anaweza katenda tu hapa, anaweza katenda tu hapa, anaweza. Hapana. Mungu wetu ana mamlaka kubwa. Jiachie katika neema, mwache atende. Luka 10:19 ndio ambao nililinganisha na ile Torati 33:29. Mpaka nimeshangaa kwa nini zote zina 9 mwisho. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala kitu chochote hakitawadhuru. Hii ni kwa mujibu wa tafsiri yangu nayoitumia. Ya kwako najua inasema tofauti kidogo. Wala kitu chochote hakitawadhuru. Nakumbuka mama mmoja alikuwa ameletewa mjukuu wake pale nyumbani ili aweze kuishi naye wakati wa likizo. Binti yake akawa ameondoka. Sasa ile familia ni zile ambazo wanapigana vita, familia hii inapiga vita familia hii nyingine. Kale katoto hakajui mambo yalivyo kijijini pale. Kwa hiyo kajukuu kale kakachomoka kanacheza, kakaenda kakaangukia kwenye mikono ya wale ambao wanahitaji kumaliza huu ukoo. Kakapewa kitu kakala. Kalivyorudi tu nyumbani pale, tumbo linauma, tumbo linauma, tumbo likaanza kujaa. Bibi akashtuka. Ulienda wapi? Watoto ni wa kweli. Hapa niliingia kwenye nyumba ile pale. Ukapewa nini? Asema alinipa nyama. Ukala? Asema ndio. Anavyoongea vile tumbo linajaa, anashindwa kupumua. Huyu bibi ndiye ananisimulia mimi. Anasema, pastor, nikakumbuka ulisema huyu Yesu anayeishi ndani yako yuko ndani yetu. Unajua kuna maushuhuda mengine kidogo ukiyasikiliza
Sasa anasema mara ya kwanza mtu wa Mungu nikajichanganya. Nikamwambia ukajichanganyaje? Anasema nikamshika tumbo huyu mtoto, nikamwambia kwa jina la Yesu Kristo yule ambaye mchungaji ametufundisha. Nikamwambia umechanganya ile ya wana wasikewa nao pia walisema kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Anasema hapo katikati nikakumbuka sasa, hapa nimechemsha. Nikarudi tena nikamwambia Mungu nisamehe, nimetamka vibaya. Unajua Mungu anaona vituko. Anasema nikarudi tena nikasema kwa jina la Yesu Kristo anayeishi ndani yangu. Anasema mtoto kama vile pumzi inaisha, kibinadamu unamwona kama anakata roho. Anasema nikaendelea kumwombea mjukuu wangu nikiamrisha kwa jina la Yesu. Anasema pastor, kama sio Mungu kunifunga macho nisifocus kwenye pumzi kupotea, ningeacha. Anasema maana kuna saa mtoto alivuta pumzi akatulia kama dakika chache, natumia dakika chache kibinadamu. Anasema akarudi tena, anasema ile amerudisha mara ya pili akatapika kila kitu. Anasema mtoto akatoa nyama nyeusi. Mimi nikisikia hivi vitu vinanipa nguvu, huwezi kuelewa. Kwa sababu nasema watoto wa Mungu wameanza kutumia mamlaka. Mungu atusaidie sana. Unaona mtoto wako kuna kitu kimempata, tumia mamlaka. Kuna wengine mko hapa ni mashahidi kabisa, watoto wenu walikuwa vizuri darasani, ghafla ameanza kudrop. Anakuambia anasinzia, akiingia tu darasani anasinzia, usingizi unamkamata. Acha kuomboleza. Ukianza kuongea mambo ya kuomboleza unaipa ile nguvu tena. Unaanza kuomboleza, sasa imekuwaje Mungu, imekuwaje? Sikia, mchukue mtoto wako, weka mikono juu yake, kemea roho ya usingizi. Na ukimaliza kukemea usiishie tu kwamba ninaikemea roho ya usingizi iondoke kwa jina la Yesu, unaishia hapo. Ukimaliza kuikemea kuna cha pili ukitamke, kwa mamlaka ya jina la Yesu roho ya hekima na maarifa ikaingie ndani yake. Usiache eneo lile tupu. Umeitoa, haya nini kinaendelea baada ya hapo? Tamka kwa jina la Yesu roho ya maarifa na kufanikiwa ikaingie ndani yake. Kitabu cha Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 38, anasema jina la Yesu liwe neno letu la ulinzi. Haleluya. Alama yetu ya utambulisho, kifungo chetu cha umoja, mamlaka ya mwenendo wetu na chanzo cha mafanikio yetu. Hii sentensi imebeba. Mchungaji unamaanisha nini? Najua naongea na watu wa Kariakoo. Mko hapa, lile eneo la Kariakoo mlione hivyo hivyo. Siku ukifunguliwa macho ukaona, utanielewa. Acheni kuishi kizembe. Acheni kuishi kizembe. Lile ni eneo ambalo ni la kimataifa, lina draw interest za roho. Roho mbalimbali zinahitaji kuwepo hapo kumiliki. Panga bidhaa yako ndani ya moyo wako ukitamka jina la Yesu. Hii gospel workers, huyu mama alikuwa anawaandikia wachungaji na wahubiri wa injili, ndio anawaandikia hii statement hii. Jina la Yesu liwe neno letu la ulinzi. Kama kuna kitu kinanilinda, jina la Yesu. Ndio maana natamani watoto wetu hao wadogo wote tuwajaze hili jina likae midomoni mwao, ili akipata shida yoyote asiite mama, aseme Yesu. Haleluya. Ikae kwenye akili. Ndugu zetu Waislamu, kwa mujibu wa taratibu zao, mtoto anapozaliwa wa Kiislamu
lazima apigiwe adhana kwenye sikio la kulia. Mtoto mdogo. Sijajua wazee wa kanisa mtanisaidia. Nadhani Pastor Philbert Mwanga atakuwa ameshapita huku kwenu wakifundisha mtaala mpya wa shule ya Sabato. Walishapita Kwa hiyo nikisema sasa hivi nasema mkiwa mnajua ninachokisema. Tuna lesoni ambayo imetolewa na watu wengine wa madhehebu mengine mlioko hapa. Hivi vitabu nao visema havina ubaguzi, na nyinyi mnaweza mkavitumia kwa watoto wenu, kwa sababu target yetu ni kuwasaidia watoto kumjua Yesu tangu wakiwa wadogo. Nadhani hapa nje vinauzwa, ile duka letu siliko hapa, vinauzwa. Kuna vya watoto kuanzia 0, yani 0 kabisa. Sasa utafiti uliofanyika ni huu: mtoto mdogo akiwa tumboni anasikia kabisa. Hawa wanazuoni waliofanya utafiti, nadhani ni University of Chicago kama sijakosea, walimchukua mama mjamzito, baba wa huyu mtoto aliyeko tumboni ni mpiga gitaa mzuri, kila siku akawa anapiga gitaa wakati mke wake ni mjamzito, alafu kuna wimbo anauimba. Mimba iliyofika miezi, ile trimester ya mwisho ni miezi 6, yule bwana akaambiwa aache kupiga gitaa, kama nitakuwa sijakosea hizi data vizuri. Baadaye, baada ya miaka 5, wanasaikolojia wanafuatilia, miaka 5 mtoto ameshazaliwa, wakamwambia yule baba, sasa piga ule wimbo tena, tuje tuangalie nini kinaendelea. Mtoto amekaa pale ametulia. Kumbuka wanasayansi wao kwa kutumia hii observation method hawamshtui mtoto kwamba kuna kitu tunakiangalia. Yuko hapo tu nyumbani kwao anacheza, anapiga story na baba, akamwambia hebu piga ule wimbo tena. Akapiga ule wimbo. Alipopiga ule wimbo, kale katoto kakaanza kutikisa kichwa. Profesa mmoja akamwendea mtoto akamuuliza, John, ufahamu huu wimbo ambao baba yako anapiga? Anasema, kwa kweli sifahamu, lakini sio mgeni kwenye masikio yangu. Nyie ambao ni wajawazito, ongea na kale kajamaa mle ndani, kanasikia. Ndio maana kuna vingine vinazaliwa vinachukia baba zao, kwa sababu alipokuwa anatibuliwa, mama alikuwa anaingia kule chumbani anasema, yani huyu mtu amenifanyia hivi na hivi na hivi. Mama anadhani anaongea mwenyewe, kumbe anaongea na kale kajamaa, kanasikia. Sasa kakizaliwa, huu umri mdogo, wale ambao mnafuatilia tafiti za kisayansi, nenda kamfuatilie Profesa Bruce Lipton. Anasema huu umri mdogo huu ni kama vile mtoto ubongo wake ni karatasi tupu. Ana taarifa chache za tumboni alizotoka nazo, lakini ni kazi yako kuandika taarifa mpya. Haleluya. Tunatamani kakiwa kadogo, kako hapo hakajui kuongea, lakini tamka neno Yesu linaingia. Kanakuwa hakataweza kutamka kwa usahihi, lakini katalirudia. Ukiona mtu anaangukiwa na mti anasema mama, mama atakusaidia nini? Lakini sema Yesu, Yesu atakusaidia. Huko kwenye ndoto, huko ndio tunajua kwamba tumejaza nini subconscious. Huko ndotoni huko, ukijikuta unatamka kwa jina la Yesu ndotoni, safi kabisa, subconscious yako iko vizuri. Ila unaamka hapo kwenye ndoto yako unaanza kutamka mama yako sio nani, rekebisha. Jina la Yesu lina nguvu. Kuna watu ambao wanakumbwa na hofu. Hofu ni roho. Nimesemaje? Hofu ni roho. Muombe Mungu tu, lakini katokea siku moja ukaiona katika sura yake kabisa, kama tungeona mambo ya rohoni. Hofu ni roho. Ukisikia kuna woga na kuingia, acha kusema Mungu ninaomba uniondolee hofu. Yaani kumwambia Mungu akuondolee hofu ni sawa na mtoto wako umemjengea nyumba, ukamwekea wiring, ukamwekea na umeme, alafu anakupigia simu, baba njoo uniwashie taa. Utajiuliza, hivi nimezaa nini hapa? Hofu ni roho, ikemee kwa jina la Yesu. Na hofu ndio mlango mkubwa adui anautumia kudhoofisha maisha yetu ya kila siku. Nakupa mfano ufuatao.
Tumejifunza hapa sasa hivi namna ya kutumia mamlaka yetu katika Yesu Kristo. Umepata changamoto yoyote, unaenda kuikemea ile changamoto. Adui anajua ukiuambia mlima ng'oka utafanya nini? Utang'oka. Kwa hiyo cha kwanza anachotenda ni hiki, anaanza kukuletea hofu na anakuambia hivi, wewe ni mchungaji? Unamjibu tuambia hapana. Umechaguliwa hata uzee wa kanisa? Unamwambia hapana. Ni maswali ya adui hayo, ana target yake. Kwenye mashemasi humo unamwambia hapana, hivi vitu huviwezi. Mwisho unajikuta ukienda pale unaomba kawaida kama mwananchi wa kawaida, wakati wewe ni mwanajeshi. Unaomba tu kama mwananchi kabisa kabisa, kwamba Baba, mapenzi yako yatimie. Hii kauli mapenzi yako yatimie mara nyingi ni kichaka cha karanga. Yaani akili huko imewaza, kahofu kamekuingia, mapenzi yako yatimie. Hapana. Cha kwanza ikemee roho ya hofu. Mnamkumbuka yule baba ambaye alikuwa na mtoto mwenye ugonjwa wa kifafa cha kipepo? Hiyo sentensi yangu izingatie, kuna cha kibiolojia na kuna kingine ni nguvu za giza. Anamwambia Yesu, nimemleta mtoto wangu kwa wanafunzi wako wasiweze. Yesu akaanza kuuliza, amekuwa hivi tangu lini? Mwandishi mwingine wa Biblia anaelezea kuna sentensi moja ambayo Yesu alimwambia, ukiamini yote yawezekana. Akasema naamini. Hapo katikati anasema, nisaidie kutokuamini kwangu. Nataka hapa akili yako itulie, ujue kuna gia moja, kuna goli fulani hapa usipoangalia unafungwa. Wewe ni binadamu, una damu na nyama. Huo ukweli hauwezi kupingika. Tumekubaliana? Ni kawaida kushikwa na woga. Usije ukatoka hapa tena na hatia nyingine. Kusikia woga ni kawaida, ni hali yetu ya kibinadamu, lakini usiuruhusu woga ukae. Haleluya. Ndugu zangu wa kanda ya Ziwa ndio watanielewa kuliko watu wengine wote. Ukiwa na mtumbwi, umeenda kuvua dagaa, umeenda kuvua samaki, uko kule katikati, upepo umeanza kupiga. Upepo mkali ukipiga, unapiga kiasi kwamba kuna maji yanaingia kwenye mtumbwi. Jamani, si ndio hivyo? Maji yanapoingia kwenye mtumbwi ni kosa la jinai kuyaacha. Unachota, unatoa, unachota, unatoa. Ukiacha yale maji, mtumbwi unafanya nini? Unazama. Ni kawaida kusikia woga. Hiyo ni response tumepewa kwa asili ili kuchukua hatua, lakini usiuruhusu woga ufanye nini? Ukae, utoe. Namba 2, hata baba wa imani anaitwa Abraham, kuna wakati alikuwa na mashaka. Naongea na watu wa binadamu. Si mnakumbuka alivyoenda kule akasema Sara ni nani? Dada yake, wakati ni mke wake. Ule ni woga. Ukimsikia Mungu anamrudia Abraham tena anamwambia, Abraham, usiogope, mimi ni ngao yako. Ni kwa sababu amekuwa na nini? Sasa ufanyeje? Cha kwanza, usiruhusu woga ukae. Kimbilia kwa Mungu kwa kujikumbusha maneno ya ujasiri. Haleluya. Ukijikuta unaomba kuna mashaka yanakuja, usije ukaingia kwenye hatia tena ya kusema sasa nimekuwa na mashaka, naomba naona hii haitatokea. Hapana, usijiingize kwenye hatia nyingine tena. Mashaka yamekuja, umeyatambua, rudi kwa Kristo haraka, mwambie nisaidie kutokuamini kwangu. Pale pale umegeuza gia, adui umeshamsambaratisha, Mungu anakuvisha tena ujasiri na imani. Haleluya. Mnamkumbuka Petro? Petro wakati amemwambia Yesu, kama ni wewe niamuru nije kwako, akaanza kutembea juu ya maji. Mnakumbuka nimepiga vita sana hii hoja kwamba watu wanasema Petro alizama kwa sababu alikuwa na kiburi. Sio kweli. Petro hakuwa na kiburi saa ile. Kilichosababisha azame ni alibadilisha macho yake. Badala ya kumtazama Yesu akatazama upepo. Hiyo ndio kosa.
ile akisikia huko pepo unakuja, akisikia upande huu pepo unakuja, sasa natoboa hapa kweli. Tayari miguu ikaanza kuingia. Kilichomwokoa Petro ni kukumbuka msaada unatoka wapi. Akasema, Bwana niokoe. Akamshika, akamvuta, akaanza kutembea juu ya maji. Sikia, Bwana niokoe, si ina maana kwamba kuna woga. Akashikwa. Alivyoshikwa na Yesu tu, automatic maji yakaanza kuwa magumu, akaanza kutembea. Yesu akampa funzo, akamwambia, mbona uliona shaka? Pastor, unamaanisha nini? Kuna wakati katika mashaka yetu tukimwita Yesu tunabebwa kwa neema. Yaani mwenyewe anakutazama anasema, huyu nikimwacha atatumbukia hapa. Njoo twende. Sisi tulioko hapa ni mashahidi. Kuna mambo Mungu ametuvusha, tukiangalia kwa uhalisia wake ni neema ilitubeba. Mafundisho yote yalievaporate. Kuna sauna kubwa na jambo kama mafundisho yote ninayofundisha hapa yanapotea kichwani. Yakipotea usiingie kwenye hatia nyingine. Mwambie Bwana, nisaidie kutokuamini kwangu. Atakushikilia. Andika Mathayo sura ya 4, utaisoma kwa muda wako. Hii utaisoma kwa muda wako. Nataka tu nikwambie sentensi moja ili uweze kuibeba tunapokaribia kufunga. Jua nguvu ya neno. Nimesemaje? Ndio. Jua nguvu ya neno. Katika sura ya 4 ya Mathayo utakuta Yesu akiwa anaongea, kila aliposhambuliwa anasema imeandikwa. 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 Shetani kwa kujua ya kwamba katika neno la Mungu tuna ujuzi na mamlaka, ametubadilishia sasa. Watu wanasoma hadithi, story, yuko busy na hizi entertainment zote unazoziona zimeletwa ni kututoa katika mstari wa neno. Tunatoka kabisa. Mimi nikiona mtu ana Biblia mpya sana, kwa nini iwe mpya? Labda uniambie umenunua juzi, nitakuelewa. Lakini Biblia inatakiwa ichakae. Tena ichakae, ikichakaa unaweka kwenye shelf, unachukua nyingine ambayo unaitumia. Biblia lazima iwe na mistari ya kalamu ambayo umechora, kuna ahadi zako ziko hapo. Mimi na Biblia yangu siitupi, mpaka leo ipo, maana kuna vitu vyangu nimechorea hapo. Hii mpya siwezi kuweka, nimeweka hapo. Ukija kwenye hizo smart, tuwe nazo za smart, lakini ukisikia lakini jiongeze. Hawa jamaa siku wakiamua kuzima mitambo chwa, au wakaamua kuzihariri, kuwa na ya kwako, kuwa na hard copy ya kwako ambayo uko nayo, unaisoma, unaweka, unaandika. Wakati mwingine andika. Vijana wetu wa kuanzia miaka 19 mpaka 33 kama sijakosea, tumewaletea lesson mpya inaitwa Bobea. Wakati wamewahi kuisikia hiyo? Nyoosha mkono. Haya, vijana wenye miaka kuanzia 19 mpaka 33, hebu nyoosha mkono nione walioko humu ndani. Haya, shusha. Mkitoka hapa mkachukue lesoni yenu hapo. Kama hazipo wataagiza. Ile lesoni ukiitazama ilivyo, ina sehemu ya kuandika sana. Wana saikolojia wamethibitisha hili. Mtu anayerudia kitu kwa kukiandika, kinaandikwa kwenye ubongo. Andika Biblia yako. Kuna Biblia yangu moja hiyo nyeusi, ina gamba jeusi, sitaki hata muione.
Maana kuna vitu nimeandika huko ukiviona utacheka. Kuna maeneo nimeandika kabisa hii ni yangu. Yaani ahadi, nimeiona ahadi nikaiandika hii ni yangu. Mengine nimezungushia vile viparandesi. Andika, inakaa ndani yako. Neno la Mungu lina nguvu. Sasa si lazima ukumbuke mstari. Hii mistari tunaosema Mathayo 3:5 iliwekwa na watu, haikuwepo. Lakini shetani analijua neno, ukilitamka anajua. Ndio maana Yesu hakusema katika Zaburi 2:4 imesema. Hauwezi kusikia anasema hivyo. Yesu anasema imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Haleluya. Katika ulimwengu wa roho adui anajua hicho kitu. Nikupe mfano wa haraka. Unapojikuta kwamba unatishiwa na mauti huko kitandani, na ndani ya nafsi yako unajua, ndugu zangu mlioko hapa, niwaambieni ukweli kabisa, Mungu akusaidie. Mauti ambayo ni ya tarehe zako imefika. Moja ya dalili, hutakuwa na woga wowote wa kukabili. Ukijikuta unatishiwa mauti na moyo wako unagoma kwamba tarehe bado, tumia ahadi za Mungu kuondoa roho ya mauti katika maisha yako. Iambie kabisa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha nani? Mungu akisema ninaishi, nitaendelea kuishi. Haleluya. The Great Controversy, ukurasa wa 593. Biblia ndiyo ghala la silaha ambapo tunaweza kujifunza kwa ajili ya pambano. Viuno vyetu lazima vifungwe kweli. Lazima tuvae dirii ya haki, ngao ya imani na upanga wa Roho. Lazima tuvivae hivi. Sasa hizi sentensi, kwa wale ambao mtaangalia kwenye slide za video yetu official, mtaziona zikiwa zimewekwa moja kwa moja pale. Kwa hiyo hata kama hutaipata hapa sasa hivi, hutaweza kuiandika ambayo nakwenda kuisoma, utaiona pale ikiwa imeandikwa, utaifuatilia vizuri. Nataka tu nikupe mifano ifuatayo. Namna ya kutumia mamlaka. Tumia misemo kama ifuatayo: kwa jina la Yesu ninaamuru hofu iniache. Sasa hii sentensi ijaze kitu kingine kule mbele ambacho kinakukabili. Kwa jina langu wata, ombeni lolote kwa jina langu. Kwa hiyo sentensi hii uitumie: kwa jina la Yesu ninaamuru hofu hii iniache. Sentensi ya pili: kwa jina la Yesu ninasema amani na utulivu katika hali hii ya vurugu. Hapa naongea kwa wale watu ambao unakuta kuna saa ubongo amani haipo, umevurugikiwa, msongo ni mkubwa kabisa. Usitumie dawa wewe sio wa dawa bado. Tunawapa dawa watu ambao ni wakufunga kamba, watu ambao wanakwenda kujidhuru, ambao hawezi kutumia akili yake kutamka mamlaka. Wewe bado sio mtu wa kutumia antidepressants, bado una akili yako timamu. Amuru kwa jina la Yesu msongo uondoke. Depression ni roho, ikemee kwa jina la Yesu. Haleluya. Tumia sentensi hii: kwa jina la Yesu ninatangaza uponyaji na nguvu kwa mwili wangu. Hii sentensi ni tofauti na mtu anayesema Yesu ninakusihi uniponye ugonjwa niinuke baba nikafanye kazi. Hawa watoto watakula nini Mungu wangu? Unamuuliza Mungu ndio awapikie? Tumia mamlaka yako. Haleluya. Tumia mamlaka. Marko 4:39. Andika tu, utaisoma kwa muda wako. Marko 4:39. Mzee Nyando, tuna dakika ngapi? Okay. Sikia hii. Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, kimya, tulia. Haleluya. Haleluya. Kimya, tulia. Sasa hii application ichukue kwenye vitu vyako. Kila mmoja andika kulingana na mazingira
gani unakiona, kiamrishe. Chochote kiamrishe, kinakuja amrisha. Kemea maumivu. Haleluya. Yaambie tulia, kimya. Mungu atusaidie sana. Hebu tusimame. Kabla sijasoma hii sentensi ya mwisho, leo tuna chakula cha asubuhi hapa. Kwa hiyo kanisa hili limejiandaa vizuri. Niulize, je, kuna mtu ambaye anatamani apewe bahasha kwa ajili ya kuchangia mkutano wetu unaoanza tarehe 10 katika viwanja hivi na mimbari hii? Unasema na mimi natamani kuchangia mkutano huu. Nyosha mkono wako mahali ulipo uweze kupewa ile bahasha nyeupe kwa ajili ya ibada kwa njia ya matoleo. Asante, kuna watu wako kule, wale wenye bahasha, naomba muweze kusambaa kwa wingi wenu ili kuwasaidia watu hao. Nyosha tu mkono wako mahali ulipo. Nyosha. Asante, kuna watu wako kule, na waona wako kule wengi. Nyosha mkono wako. Asante sana. Nyosha mkono wako ili uweze kupewa bahasha. Nahitaji awamu ya bahasha ikipita nitataja jambo lingine. Asante sana. Wenye bahasha zipepeni juu hivyo hivyo, nyinyi ambao mnagawa, ili kama kuna mtu anahitaji mahala fulani aweze kuhudumiwa kwa haraka, aweze kutambua. Na kama pia unahitaji karatasi kwa ajili ya kuandika maombi pia, hao wanaopita hapo watakuhudumia. Asante sana. Asante sana. Kuna mtu hajahudumiwa ambaye anahitaji bahasha labda? Yuko mmoja hapo. Kuna mwingine anahitaji bahasha hujahudumiwa? Asante. Mwenye shida ya karatasi pia na yeye, nyosha tu mkono wako ili uweze kupewa karatasi. Sikiliza sasa hiki. Maisha ya kila siku mara nyingi huleta wasiwasi kuhusu fedha, afya au mahusiano. Badala ya kushindwa na hofu, tunaweza kwa makusudi kutangaza amani ya Mungu na tumaini letu kwake. Haleluya. 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 Kwa kuamini nguvu hii, tunajifungamanisha na mawakala wa Mungu wasioonekana kutusaidia na kututoa katika changamoto yoyote. Kumbuka, aliye upande wetu ni mkuu kuliko upande wao. Kama kuna watu ambao wamekuja na vitu vya kuombea kwa ajili ya biashara zao, viwanja, naomba muweze kunyosha mikono ili niamue utaratibu utakuwaje. Asante, nyosheni mikono wote niweze kuwaona. Asante sana. Asante. Sawa. Sasa tutafanya hivi. Kwanza kabisa, tulete sadaka kwa ajili ya mkutano huu, iwekwe hapo katika box wakati piano inapigwa. Alafu na wale watu wa maombi wenye karatasi za maombi, na nyie leteni hapa sasa hivi. Baada tu ya hapo, ukishaweka sadaka yako na umeweka karatasi yako ya maombi, rudi kule ulipokuwa ili nitoe utaratibu wa namna tunavyoingia kwenye maombi haya sasa hivi. Tufanye haraka kidogo ili tuweze kuokoa huu muda uliopo. Maombi na sadaka ni maeneo tofauti.
sana, Bwana wabariki sana, Bwana wabariki sana, Bwana wabariki sana. Wale wote ambao wanapambana na changamoto za viwanja, migogoro ya viwanja, kuto kujenga, wamebakia hapo hapo, hao watakuwa mstari wa kwanza mbele. Naomba wasogee mbele. Mstari wa kwanza, wale wenye changamoto za migogoro ya viwanja, umestaki mahala fulani huendelei, umefika mahali nyumba haisongi, ni kama vile vitu vimekatika, nyie mtakuwa mstari wa kwanza mbele. Nasikia mwito ni sauti yako, nikasafiriwe kwa damu yako, nimesogea
wote ambao mtaingia kwenye interview, CV yako umekuja nayo, utafuata hapo. Changamoto yote ya kazi utafuata hapo nyuma. Sogea tu. Kama ulikuja na CV yako, panga hapo. Kama hukuja nayo, usiwe na wasiwasi. Nuia ndani ya moyo wako. Hata kama hukuja nayo, nuia ndani ya moyo wako. Mnaofuatilia online na wenyewe ni hivyo hivyo. Sogea, sogea. Sogea. Mwe nyuma ya hao wengine. Ni mnyonge kweli, umenipa nguvu, ulivyonisafisha imba kwa nguvu. Nimesogea mtini wako, unisafi kwa damu. Wafanya biashara mliokuja na bidhaa, mnafuata hapo. Wale mliokuja na bidhaa, naweka kwa ujumla vitu mbalimbali. Inawezekana Roho wa Mungu alikugusa ukaja na kompyuta ambayo unafanya nayo kazi kule ofisini kwako. Njoo na hicho chombo chako, tupanga mstari hapo nyuma. Tuongeze spidi kidogo. Sasa wengine ambao hawapo katika makundi haya, lakini anasema na mimi na jambo langu nahitaji nipeleke kwa Bwana, utakuwa nyuma ya hao wengine wote. Sasa fungu la 4. Wachungaji mlioko hapa naomba mje huku mbele. Wachungaji mlioko hapa mje hapa mbele. Wazee wa kanisa mtafanya kama mlivyofanya hizi siku zote. Nimependa ile style yenu kwa mazingira yaliyopo, nadhani mje huku mbele. Kama kuna mzee wa kanisa ametokea kanisa lingine lakini uko katikati yetu hapa, njoo. Wewe ni mzee wa kanisa, njoo huku mbele kwa ajili ya huduma. Kama wewe ni mzee wa kanisa, ili ujiunge na wazee wenzako hapa kwa ajili ya huduma. Watoto wa Mungu, niwakumbushe haya tunapoingia kwenye maombi. Katika baraka yoyote ambayo Bwana atatupatia, tumwombe Mungu atufundishe midomo yetu imtukuze yeye.
tunapojaribiwa kibinadamu kuelekeza utukufu kwetu, tumwombe Mungu atusamehe, maana yote haya yanatutendea kwa neema, sio kwa haki yetu, ni kwa neema. Lakini ninawaomba kutoka moyoni mwangu kabisa, kutoka moyoni ninawaomba, katika mafanikio yenu mlio nayo na mtakaoyapata, msiwasahau yatima, msiwasahau wajane, msiwasahau watu wanaoteseka, msisahau kujifungamanisha na kazi ya Mungu, msisahau wainjilisti wanaokwenda kufanya kazi kwenye mazingira magumu, msiwasahau hao watu. Ukiweza kumlipia mshahara mwaka mzima, fanya hivyo. Ukiweza kumlipia kodi, fanya hivyo. Ukisukumwa kumnunulia hata viatu, nguo za kuvaa katika utume, wakati mwingine Mungu atakusukuma hata kumnunulia pikipiki ili akafanye kazi kule, fanya hivyo. Msiwasahau hawa watu, msisahau kulitegemeza kanisa lenu. Mungu awabariki sana. Wachungaji, naomba mje hapa mbele sasa. Wazee wa kanisa, nyie mtasimama, sisi tutapiga magoti. Nyie kwa mazingira mlioko hapa, kila mmoja atachagua style kwa mujibu wa mwili wako ulivyo. Ukiamua kupiga magoti, piga magoti. Najua tuna wazee wetu wako hapa, ukiweza kusimama fanya unavyoweza. Wote tujinyenyekeze mbele za Bwana. Kwa dakika moja ninaomba mpiga piano apige kwa utaratibu tunapoingia kwenye maombi ya kutafakari. Wakati piano inapigwa, tumia huu muda kuweka akili yako katika mudi ya maombi. Karibisha uwepo wa Roho Mtakatifu katika akili yako ili Roho afanye kazi. Hatujui kuomba, ila Roho anatusaidia. Kwa hiyo karibisha uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya akili yako sasa. Njoo Roho Mtukufu, uoshe moyo wangu, utakase nia yangu, njoo unijaze sasa. Roho Mtukufu, njoo unijaze sasa, utakase nia yangu, njoo unijaze sasa. Baba Mungu mwenyezi yote, haki yetu, ngome yetu na ngao yetu, watoto wako wameacha vitanda vyao na asubuhi wakadamka kuja kuutafuta uso wako, na nipo hapa kuomba mibaraka kwanza kwa ajili ya Pastor Mbaga mwenyewe binafsi na familia yake. Mlinde, mpiganie, usimwache. Kwa namna anavyofanya kazi, shetani haupendi watu wa namna hii, mwekee ukingo. Lakini jambo la pili, ninaomba kwa watu ambao wamefanya application maeneo mbalimbali, hata huko TRA walikoomba watu 133,000, bado yupo Danieli anayeweza kupenya katikati ya watu wote hao. Hata kama ameshinda kwenye mchujo wa watu 76,000,
Mtoto wa Mungu mwenye utukufu wa Mungu atashinda. Wapo watu walioomba nafasi sehemu mbalimbali. Jeshi la polisi limetangaza ajira, jeshi la wananchi limetangaza ajira, makampuni na taasisi mbalimbali zimetangaza ajira. Yoyote anayetusikiliza online ama yupo katika hili kanisa, ikajulikane kuna faida ya kudamka na kutazama uso wako ukamjibu. Wapo watoto wako wanatembea na bahasha zenye CV, bado hawajaona fursa sehemu ya kuapply. Wiki hili, juma hili, wakapate sehemu ya kupeleka CV zao. Wale ambao walipeleka CV mwaka jana, mwaka juzi, wakapigiwa simu juma hili kwamba uliwahi kuomba. Hata wewe mtu atashangaa ni lini, mwaka juzi, na Bwana ukafungue milango. Wale wanaotamani kwenda nje ya nchi wakafanikiwe, wanaotamani kuanzisha makampuni wakafanikiwe, waliokosa mitaji ya kazi zao za namna mbalimbali, fungua mibaraka. Lakini Yesu ninapomalizia, wapo watu wenye mikopo inawazuia kukopa hela nyingine kuendeleza makampuni yao, kazi zao, biashara zao. Na wengine wafanya biashara, nyumba zao zinaelekea kuuzwa, shamba yao, mali zao, magari yao, wamechukua mikopo. Tenda muujiza uliotenda ndani ya shimo la moto, watoto wako walipotumbukizwa mule, na watoto wako wakawe katika hali ya kukopesheka tena, kwa kuwa uweza na nguvu na mamlaka ni vyako wewe milele na milele. Amina. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa asubuhi ya leo. Nakubaliana na maombi yaliyotangulia, lakini tunashukuru na kukubaliana na ahadi zilizosomwa na mtumishi wako asubuhi ya leo. Kuja kwetu hapa ni ishara ya imani. Inaweza kuwa ndogo, lakini tunashukuru kwamba Mungu wetu unaipokea na kuikubali. Asante kwa kutukusanya kwa namna hii. Asante kwa kutupa nafasi ya kuleta haja zetu mbele zako. Mungu wetu, watoto wako wameandika mambo mbalimbali, lakini Baba, kwa namna ya pekee tunaomba kwa ajili ya wale wenye changamoto za viwanja. Wako watu wana kesi hata hawajui zilianzia wapi. Wamechukua fedha benki wakanunua viwanja kwa mishahara yao, lakini sasa wanatembea miaka 10 na kitu wakiwa wananyanyaswa na yule mwovu. Lakini wako ambao walijaribu kuanza ujenzi, huenda hata watu wanahisi kwamba aliyeanza alifariki, lakini wapo. Shetani ameweka vikwazo. Mungu wetu, katika namna hizo za changamoto za viwanja na ujenzi na mambo yote ya aina hizo, kila mmoja aliyeko mahali hapa anatafakari na kukiri kwamba yuko kwenye changamoto ya namna hiyo. Baba, tunakuja mbele zako, tunaidai ahadi yako, kwa sababu ahadi yako ni ya kweli. Tunakusihi asubuhi ya leo kwa neema yako uwafungulie watoto wako. Damu yako ya thamani iliyomwagika ikavunjevunje zile kesi kule mahakamani. Wale watu ambao wamewasumbua watoto wako kwa muda mrefu, leo tunawaweka mikononi mwako. Mungu wetu, ushughulike na wale watu. Wenda ni kwa sababu wana fedha nyingi, wenda ni kwa sababu wana jina kubwa katika nchi hii, lakini jina lako ni Bwana wa majeshi. Leo watoto wako watoke hapa wakiwa wenye furaha. Tunakusihi, ondoa vile vikwazo. Tutafurahi kama tutasikia kwamba wale watu wameacha kusumbua. Lakini pia tunawaombea wasaidie kujua kwamba upo wewe ambaye ni Mungu mwenye nguvu kuliko wote.
ili kupitia kukujua si kwamba wapotee, ila warejee na wao pia waanze kukulilia wewe kama Bwana na Mwokozi wa Israeli. Tupatie furaha mahali hapa, tusaidie kuamini kwamba tumekimbilia mahali sahihi. Mungu wetu, mashamba yarejeshwe, majumba ambayo yamewekewa vipingamizi yawekwe huru, viwanja ambavyo vimeingiliwa, watu wameuza viwanja vya watoto wako bila ridhaa na kesi zinaendeshwa hata hatujui zitaishaje. Mungu wetu, wewe ulijua hayo mambo tangu yakianza, na leo tunatamka kwa mamlaka yako kwamba hivi karibuni watoto wako waishi kwenye nyumba zao, warejee kwenye viwanja vyao, mashamba yao. Mungu wetu, warejee kwa amani na utulivu, na hata wakiulizwa kuna nini, Baba, waseme yuko Mungu mbinguni. Wewe uliyewaambia Israeli kwamba kila mtakapopakanyaga ni penu. Sasa watoto wako hawa wamenunua kwa fedha zao. Baba, ahadi ile ikaende mara 10 zaidi kwa hao watumishi wako. Wabariki wanapomaliza ibada ya leo, tembea nasi, na mengine yote yanayofuata iwe ni kwa utukufu wa jina lako, kwani tumeomba kwa jina la Yesu Kristo, amen. Baba, asante, umesikia maombi yetu. Sasa kila mtoto wako aliyekuja na bidhaa yoyote, hiyo bidhaa ikaguswe na nguvu ya mbinguni, hiyo bidhaa ikajae baraka. Wakati wengine wanaweka hirizi, sisi tuna jina la Yesu. Baba, ninakusihi kila ambaye amekuja na chochote, atakapoondoka na kukirudisha pale, uwepo wako ukatamalaki, pasiwepo na nguvu nyingine yoyote inayomiliki eneo lile. Ninakusihi kila aliyekanyaga hapa na anayefuatilia online, akawekewe utukufu kama wa Musa, kiasi kwamba kila aina ya nguvu mbaya zikiwaona zikimbie, maana wana nguvu ya mbinguni kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa ajili ya kamati ya maombi ya kanisa hili na wazee wa kanisa wote, endelea kuwabariki. Wazee hao wamekuwa wakiwaombea watu kila siku tangu tulipoanza hapa, na bado wanaendelea kuomba hapo wakiwa wameshikilia hilo box. Wanapowaombea wengine, na wewe pia Mungu ukawatendee mambo yao. Ninakutukuza, maana wewe ni mfalme mwenye nguvu na mamlaka, na umetuweka huru. Kuanzia leo, yeyote ambaye amekuja hapa amesikiliza, uko huru kwa jina la Yesu Kristo. Nenda kwa imani, maana Bwana amekufungua. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Bwana bariki sana.